Anasema hivi, alidumu hekaluni akifunga na kuomba. Akiwa wapi? Kwa nini asikae nyumbani? Bila shaka kuliingia shida. Unajua ukishapata mke hana kwao, unaelewa, hana kwao. Baba yake alikufa, mama yake alikufa, na yamkini amebaki peke yake. Usitumie kwa mlango kumtesa. Maombi anayeomba kwa siri ni mazito kuliko anayeomba mbele yako. Kila aliye na mfanyakazi, ukimnyanyasa mfanyakazi, maombi anayofanya kwa siri ni mazito kuliko anayofanya mbele yako. Sasa huyu inawezekana kabisa alimwambia Bwana, mume ameshakufa na watoto wamekufa, huna chako. Akahamia kanisani. Akadumu katika kufunga na kuomba kanisani. Anachoomba hawajui, wote hawajui. Ila wanamuona yuko kanisani anaomba. Anachoomba hawajui. Ana maana hapa anasema akatokea saa ile ile Yesu alipoletwa hekaluni, akatoa unabii. Akamwambia, jamani, maombi yangu yote mlikuwa mnaniona, nilikuwa naomba Mungu amlete mtu ili ashughulike na matatizo ya watu wa Yerusalemu. Lakini Yerusalemu ilimkataa. Unaelewa, tukisha kuwa wakubwa hivi ndio upande fulani huwa wanajilaumu kwa nini walitukataa tukiwa wadogo. Unaelewa kwa nini wao wanajilaumu? Mungu anawabariki waliokataliwa. Mkatae uone. Ndio anashika hela. Usifanye mchezo. Yefta alikataliwa, akafukuzwa na kwao. Biblia inasema kaenda akaungana na mabaradhuli, majitu ambayo hayajalelewa, akaungana nayo. Akawa na nguvu, akatengeneza jeshi lake. Hakuna kikosi kilikuwa kinawashinda. Vita ikaja nyumbani kwao, wakapigwa wazazi wao, na akaambiwa wanachukuliwa mateka. Ikatakao wajitengeneze kikundi waende kumuomba Yefta. Bwana, tafadhali tunaomba urudi tusaidie. Utakuwa kichwa chetu. Sasa mko tayari mimi waongoze? Tuko tayari. Mbele ya matatizo. Mbele ya matatizo, hamna mgogoro. Unakubali kila kitu, baadaye ndio utakuja kusema na mimi nilikuwa mjinga. Sasa nilikuwa nakubali hapa. Matatizo. Moja kati ya kitu nakiona kwenye maandiko yanayomzungumzia Ana ni habari ya nyuma ambayo imefichwa kwenye historia. Kupoteza mume, kuna mengi alipitia. Mimi nakwambia hawa akina shemeji hao ni ndugu zako tu kwa sababu mume wako yupo. Subiri aondoke ndio utaelewa shemeji ni nani. Shemeji ni nani? Huamini. Maana unaweza kusema shemeji, ina maana kweli wewe ndio mume wangu alikuwa anakwambia. Mimi nilikuwa ni ndugu na kaka yangu. Mume wako mimi ni ndugu yako. Mimi ni ndugu yako na una pa kustaki. Mume si ameenda, ndio unawahi kaburini kulia. Utalia sana. Kama unaweza mfufue na pale unatoka. Anaongea ni nani? Shemeji. Achana naye. Wako akina shemeji ni waungwana sana sasa hivi. Wanaongea na wewe vizuri. Wanakupigia na simu. Akiondoka mume hawapiki. Wewe waulize wajana walioko hapo. Kama shemeji bado anapiga. Wamenyamaza kabisa, hawapigi simu, hawaulizi hata watoto wanaendeleaje, hata na sabuni tu hawatui. Lakini wanamuona mjane watoto wanasoma. Wanaona mjane watoto wanakuwa. Wanasikia mtoto wa mjane anaoa, wanasikia mtoto wa mjane anaolewa. Wanasikia mtoto wa mjane amefaulu, wanasikia mtoto wa mjane anapewa cheti bora. Hawajui anatembeaje. Wasichojua ni Yesu ameshafika nyumbani kwa mjane, afike na nyumbani kwake. Yesu alipokuwa akizaliwa alirudisha matumaini kwa Ana. Tunao kina Ana wangapi ndani ya kanisa wamepoteza matumaini? Hata kanisa limsaidie haitoshi kama ingesaidiwa na mume wake. Haitoshi. Ana habari zinazotupa masikitiko makubwa. Kwa vyovyote
Ana ni moja kati ya wanawake wengi waliokuwa wamepoteza matumaini baada ya kufiwa na mume wake. Hivyo tumaini lake kubwa ilikuwa ni ujio wa Yesu pekee. Na mimi nimewaambia hapa mara kadhaa, jamani, dunia hii sasa hivi kilichobaki cha matumaini peke yake ambacho hutakiwi kuwa na wasiwasi ni kurudi kwa Yesu. Lakini kwa habari ya mchumba wako usiwe na uhakika, maana muda wote anaweza kukuacha. Unapofikiri sasa anakwambia simama, ondoka hapa, au unapakuka. Unapofikiri umefika, mwenzako alikuwa anajaribu tu. Hujaona watu wanafunga ndoa na sherehe kubwa, afu baada ya siku mbili anavunja ndoa. Wanauliza wewe nini? Sasa hapo mimi nilikuwa nataka kuandika tu historia kwamba nilifungaga ndoa. Mimi siko tayari kushindana. Kweli tumechanga michango. Tungejua tusingekuchangia harusi kubwa. Tumeahirisha na shughuli zetu na wachungaji wamevaa majoho. Unaenda kuvunja ndoa saa 3 usiku. Yaani watu hata hatujamaliza kuchokonoa nyama zilizobaki kwenye meli, watu wameshavunja ndoa huko. Hawajui maumivu wanayoyaacha. Nafikiri mmeona kule Kenya, wengine mtakuwa mmeona. Bwana mmoja alikuwa ameenda kuchumbia, kapata mchumba, kapata mke, katoa mali, kapangiwa mali, kapeleka ng'ombe sijui 6 na vitu kadha wa kadha amepeleka. Halafu kumbe yule mwanamke alikuwa ni mke wa mtu, na wazazi wamepokea mali, na watoto wa yule mwanamke akatambulishwa kwamba ni ndugu, na siku ya harusi walikuwa. Alipokuja kugundua ameenda na bunduki, amepiga risasi wale ng'ombe wote. Wakati nasikia risasi zinalia kwenye ng'ombe, wewe unabaki ndani. Kuwa mkimbizi sio swala la kujipanga. Unaweza kukimbia na bukta tukakukuta Uyole, wewe vipi? Sasa yalioko huko ni makubwa. Nini mbona kumetulia? Maandamano sio swala la maandamano. Kuna mtu amekuja na bunduki nyumbani, amepiga risasi ng'ombe wote aliyopeleka mali. Sasa sijajua nini kinaendelea, lakini anasema siwezi kukubaliana kuozeshwa mwanamke wa mume mwingine, tena ana watoto ambao nyewe mmenitambulisha kama ni ndugu. Kumbe ni watoto wa mke wangu, mmenificha. Piga risasi ng'ombe wote. Ng'ombe walikuwa wazuri, amepiga risasi. Haya ni matokeo ya hasira. Wewe sema tu kama na watoto wawili, sema bwana mimi unaizungumza na mimi na watoto wao Christopher na Christine. Sasa uamue. Unafikiri wazee waliposema ukipenda boga, huyu anakuja na maua yake. Hivi nasikia Kiswahili cha sasa hivi kinachosema tumpe maua yake. Yaani ukimpenda huyu, angaliana na nyuma yake. Usipende tu hapo, kuna msururu huko. Kwa anapokuja kwenye maisha yako anakuja na hao. Amen? Amen. Sasa nasema mimi nimekupenda wewe kama wewe. Hawa wengine na yeye anasema kwa kuwa hawa huwapendi. Na mimi hili ni begi ambalo siwezi kushusha. Basi endelea na maisha yako. Mtashindwana tu. Akikuonesha usanii sasa hivi atakuongeza wawili, atasema mimi siwezi kulea watoto wa wengine. Kama unataka kutoka kwangu, unaondoka na wanga? Unaenda kufungua chekechea. Na wao wanaoa tena mahali pengine. Kwa ni bora mambo kuweka wazi mapema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwenye ndoa wanauliza, wewe hujawahi kuolewa? Sijawahi. Wewe hujawahi kuoa? Sijawahi. Wewe una mtoto? Hapana, sina. Wewe una mtoto? Hapana, sina. Mbele ya Mungu. Sasa mnatoka mnafika nyumbani mmeshafunga ndoa, nasema unajua pale kulikuwa nasema tu akikuchenjia usiniite. Usiniite. Tuliuliza kabisa mbele za uso wa Mungu mtakatifu, umewahi kuoa? Mbele ya Mungu mtakatifu umewahi kuolewa? Mbele ya Mungu mtakatifu
mtakatifu una mtoto. Dada, mbele ya Mungu mtakatifu una mtoto. Maana najua akisema maana yake hapa ni mbele za Mungu naachwa. Haya basi tuendelee sasa. Tukafungishe ndoa. Tunafika kufungisha ndoa, watu tunasherekea, tunavaa pete, watu wanaenda. Siku 3 unasikia mtoto kule uliko mwacha kimewaka. Mimi siwezi kukana na mtoto wako, wewe unakula raha tu. Nimesikia mnaenda Zanzibar, mmekula honeymoon, si amtumia hata hela. Ndio chukua kifaranga wako. Hapo unauliza wewe. Mume anauliza, nani anayekufokea huyo? Mbona inaonekana hana adabu? Yaani ni shangazi yetu sisi. Hata siku ya harusi hakuwepo. Wewe ungeaga vizuri. Mambo haya ni magumu huko mbele. Ni magumu. Mwisho wa siku wanasema moto haufichwi, utaulipuka tu. Hayo umemzunguka leo. Kesho anakuambia naenda Makambako mara moja. Anafika pale amesahau kitu, anarudi anakuta ndo umekiwasha. Mimi huyu mtoto sikukuomba unizelee. Ulisema mwenyewe utalea. Anasikiliza baba huyu kwenye kona. Anasikiliza hapo. Anajaribu kufungua mlango anaje. Nyumba ni ya kwake, mlango wa moto. Anakuingia anarudi nyumba. Maana kilichoko ndani haamini. Inafika mahali mambo yako wazi. Anasema bwana mimi siwezi kuendelea kuishi. Kwa sababu kusema mambo mapema. Yesu anakuambia wewe, nataka nikuingize kwenye ufalme wangu, lakini huwezi kuingia na hayo ulionayo. Punguza, vua, achana nayo, ndio nikuvishe vazi lingine. Unasema kwa kweli naweza kuacha vyote, lakini akalinipaga mama. Umeacha vyote? Bwana Yesu nimeacha. Sasa anakuangalia anasema wewe, mbona kama naona unataka kitu wewe? Sasa mimi hamna. Kikaja hapo na fimo. Kaja hapo na fimo wapi? Kuna namna ambayo unapojiandaa kumpokea Yesu, kuna usafi wa kufanya. Kuna usafi wa kufanya. Wewe muulize mama mjamzito. Uweze kutumia baby show la mtoto wako wa pili au la mtoto wako wa kwanza. Sasa nilitunza vizuri. Kila mtu anakuja na baby show lake. Unataka jipya. Jipya. Maana mtoto ni mpya. Na mama anakuambia we mbeleko. Sasa kwani ile mbeleko mbona haikuchanika? Si uchukue sasa mpya. Ataka mbeleko mpya. Kuna maandalizi. Kuna maandalizi ya kufanya ili kupokea kinachokuja. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha ya wanawake wengi waliokuwa wamepoteza matumaini, akiwepo Ana, tumaini pekee lilokuwa limebaki alikuwa ni Yesu pekee yake. Kwamba basi mimi nasubiri tu kurudi kwa Yesu. Nilikuwa namwangalia mama mmoja anaishi kwenye nyumba mbaya. Sijui niseme ni nyumba au ni nini, kwa sababu kamezekwa hivi na nyasi kama kakienge. Halafu huku kamebanwa na mbavu za mbwa, mvua imenyesha, imepasua mahali fulani, sasa anaweka mabua apate pakula. Sasa yule anamuuliza, "We mama, hapa unafanya nini?" Anasema, "Najaribu kustiri hapa nyumba yangu ili mbwa wasiingie nikilala." Sasa kwani unaishi humu? Anasema, "Humu?" "Una mume?" Anasema, "Alikufa." "Una watoto?" Anasema, "Nilikuwa nao, nilizaa 6 wote walikufa." Kwa hiyo hapa nilikuwa nasema hapa kuna mtu alinipa. Maana kule nilikokuwa nimeolewa nilifukuzwa baada ya watoto na mume wangu kufa, walinifukuzwa. Kwa mtu alinihifadhi, ndio ninakaa hapa nasubiri tu nife. Hapa anasubiri nini? Afe. Baada ya kuuliza kaonekana ile mama ametoa stories za ukweli. Niliwahi kuambia hapo, ukiona mama amejitwisha karai hivi la matunda anauza, muungishi. Hawahongagi wale. Mwanaume anaweza kusukuma mkokoteni na kifua wazi ya mchepuko.
anaenda kwa yaani maisha haya usijui kama mwanaume anastahili kuonewa huruma, lakini kuna time anachukua mkokoteni, amepokea kutoka kule stendi kuu maparachichi, ametoka Tukuyu, anawaisha soko la CCM kwenye gari kamteremko, anakuruta tu, akifika pale anateremsha ya mchepuko. Lakini mama akijitwisha maembe, ndizi, maparachichi, ukiona anauza, muungishe, ni kwa ajili ya watoto. Hawahongi. Wewe muungishe. Ukiona amejitwisha, fikiri hata kama huna familia kubwa, wewe nunua. Muungishe. Tie moyo, anaenda kulea watoto. Amen. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, naomba nisome. Timotheo wa kwanza ule mlango wa 5. Ukipata nafasi soma mstari wa kwanza mpaka wa 8. Mimi naomba nisome mistari kadhaa hapa, kama nitapatika kufika wa 8 sawa, lakini nisipofika wenzangu kafike. Nitamani kusoma ule mstari wa 5, lakini ngoja nirudi nyuma kidogo. Timotheo wa kwanza mlango wa 5. Mstari wa kwanza hadi wa 8 anasema hivi: mzee usimkemee. Siku hizi vijana wanawakemea wazee. Hapa Timotheo anamwambia, Paulo anamwambia Timotheo, mzee usimkemee, bali umonye kama baba, na vijana kama ndugu, wanawake wazee kama mama, na wanawake vijana kama ndugu wa kike, katika usafi wote. Usifanye kitu kwa hila. Lakini pia anasema uwaheshimu wajane walio wajane kweli. Kuna wajane sio wajane kweli kweli, ni mjane tu hapa huko mtaani, wewe sio mjane, ni mama Chris. Ni hapa kanisani mnamjua ni mjane, kule Soweto hawajui, wanajua kabisa huyu ndo nani wa baba Shabani. Kwa hiyo kanisani ni mjane, akifika mtaani sio mjane. Anasema wewe Timotheo, uwe mwangalifu, uwaheshimu wajane walio wajane kweli kweli. Maana kuna watu sio wajane kweli kweli, ni wajane kanisani tu. Kwenye orodha ya wajane kanisani yumo, kwenye mtaani kwenye orodha ya wajane hayumo, maana anaishi na baba Kristo. Sio mjane. Amekataa. Paulo anaandika anakataa. Anaendelea kusema hivi: lakini mjane akiwa ana watoto au wajukuu, na wajifunze kwanza kuyatenda yaliyo wajibu wao kwa jamaa zao wenyewe, na kuwalipa wazazi wao, kwa kuwa hili la kubaliwa mbele. Kwa lugha hii anataka kusema nini? Maana yake aliye mjane lakini ana watoto anatakiwa kupewa mshahara nani na watoto wake. Apewe nini? Posho mwisho wa mwezi. Msijifanye mnasahau. Tena wanaume waliooa sisi ndio tunahitaji kukumbushwa, maana sisi kule tulikotoka hatutumagi kule. Ila walikotoka kina mama, wewe tunapeperea. Tumadebe la mchele mapema ili Christmas washerekee kwa amani. Ila upande mwingine wakipiga siasa, yani hali ngumu. Mambo sio mazuri kabisa. Sio mazuri wapi? Kuna namna fulani hivi haiko sawa. Upande wa mwanaume huu anapiga miayo, upande wa mama huu anapiga mswaki kiasi kuku. Kuna shida mahala. Lakini hapa anasema, lakini mjane akiwa ana watoto au wajukuu, na wajifunze kwanza kuyatenda yaliyo wajibu wao kwa jamaa zao wenyewe. Nilikuwa nawaza usiku, kumbe kuna kazi hapa. Unajua siku moja nitakuwa tulete kitanda hapa, tuwafundishe watu kutandika kitanda.
Mimi naambia mnaweza sasa. Kuna watu hawajui. Mimi nakwambia. Kuna watu hapa hawa vijana wanatandikwa kitanda mpaka leo usipoenda kutandika analala kama sungura anajichomeka tu. Na mashuka hapo. Muda wa kufundisha hamna, tuko busy kutafuta hela. Lakini kila aliye na mtoto wa kike unajua unaishi na mke wa mtu. Kila aliye na mtoto wa kiume unajua anaishi na mume wa mtu. Tulelewe vizuri. Aliye na mtoto wa kike anajua kabisa wewe mwenye mtoto wa kiume maana yake muda wowote anaweza kawa mko. Kwa anapolea huko alee vizuri na wewe uleake vizuri. Awake muelewa. Maana tunaleleana watoto. Amen. Amen. Mamangu alijitahidi, nilikula fimu. Kwa sababu alijua kabisa huyu ni mume wa mtu. Ni baba wa watoto. Kula fimu kabisa, nyosha. Hata leo tumenyooka. Sio mchezo kumnyosha mtoto wa kiume, ni kazi. Ndio maana kulea mtoto wa kiume nitakuwa wapi kijana. Unamudu. Akikunja huko na kunja huko. Akisema nini unasema nini? Hujibu mkwaa. Kwa sababu kuwanyosha hao ni kazi. Amen. Wao wauliza kina mama hapa ambao wana watoto miaka 10 na kitu. Kuna shughuli ya kufanya. Anaweza akakwambia anaenda hapo kujisomea, ameweka daftari hapo. Ile aliyoweka sio la kusoma lile. Anafika hapo kwa rafiki yake wanaweka, anaenda kucheza mpira makunguru. Wewe unashangaa mtoto wako kule ni maarufu. Wajua siku moja nishangaa mtoto wa kakaangu ni maarufu mahali fulani anacheza mpira ni balaa. Sasa walikuwa wameenda kwenye mashindano. Nikasikia kule kwenye mashindano naletewa taarifa kwamba alo mtoto wako anapiga mpira ni balaa. Huyu kipaji mtakuwa kiendelee. Mimi nauliza wewe, mbona mimi huko sina mtoto sasa? Wewe mtoto fulani wewe sio mtoto wako sasa. Ni balaa. Kwenye timu wanamtegemea. Ameipa ushindi timu na amepewa kikombe. Mimi sina habari kwamba mwanangu huko ni maarufu. Unaweza kukaa hapa usijue tabia za mtoto wako hutakuwa nazo wewe, tunazo sisi, na tabia za watoto wetu unazo wewe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakwambia hapa sisi tunakujua wewe ni Mkristo. Hapa tunasema kabisa Mkristo wetu safi. Tukitaka kukujua tutakugonga vazi la mzee wa kanisa siku ya msiba huko Mwangonera. Twende mama. Baba wewe utasikia hapa. Mimi naona nisipo. Asa. Mkristo wewe ni mpendwa. Hii kazi ya Bwana wote tunafanya kwa kushirikiana. Sasa hamia wa kunichagua. Sasa sio lazima uchaguliwe. Hii ni kazi ya wote. Utumishi wa wote. Utakataa. Maana kule hawajui. Tasikia wewe mama nani njoo. Kuna maajabu ya mwaka. Sasa wewe nini bwana ndakaza njema na moja njoo umuone. Jamani dunia hii ili kanisa sisi limetoka hapa. Hey. Kwenye ibada nashangaa msibani watu wanataka kuona, nasema hawa watu mbona wanatupenda sana? Hamna kuna mtu hawa mmemalisha joo. Niliwahi kuambia kule kwetu babangu kama mtumishi. Sasa tumefanya maombi, kulikuwa na shida nyumbani kwetu, kulikuwa na shida. Tukakaa kwenye maombi. Kila siku maombi. Kila siku maombi. Baba, unajua niwahi kuambia, sisi tunaendesha morning glory, evening glory. Lakini kimsingi ni ibada za asubuhi na ibada. Msituchanganye na kizungu sisi watu wa Makete. Ni ibada za asubuhi. Morning glory hamna, ni ibada za asubuhi na ibada za jioni. Zilikuwa kutoka enzi za baba niliwaona. Tena ilikuwa saa 10. Kule kwetu ibada saa 10, saa 11 unaenda shambani. Kwa unapokuja kanisani unaegesha jembe nje. Unaingia na kibatai, wengine wanaingia na taya chemri, wa baba walikuwa wanakuja na tochi. Za betri mbili zile. Sasa baba jioni akiwa anaandaa somo,
amewasha kibatari chake, anasoma maandiko. Kipiga kibatari kutoka pa, kilianguka kule, hapo baba haelewi kitu gani kimepigwa. Baba anaanza maombi na sisi tukakiamsha. Baba alikuwa akianza maombi, wewe unalala huko chumbani, nyumba yako hii. Wale waliofika kwetu wanaelewa. Baba alifunga milango yote ya mabati, na makomeo yake ni kuegesha mtwangio. Unaegesha mtwangio umefunga. Yeye mmetulia hapa, ina maana yeye amkufungia mtwangio. Baba anakuja tuteke mlango twanye. Kwa baba akilianzisha huko na sisi huko kwenye katika jina la Yesu, hata uelewe kitu gani kimetokea. Kwa jina la Yesu, shetani toka. Maana baba ameshakiwaza wewe. Tunaanza maombi. Tunaomba. Sasa siku hiyo baba kibatari kimepigwa, haelewi kitu gani kimepiga. Baba kaanza maombi na sisi tukaamka. Sasa nguvu za kuomba tunatofautiana. Baba na mama wana nguvu za kuomba, ni watu wazima, wanaelewa. Sisi zimeisha. Sasa tulifundishwa nguvu ikiisha kuomba sisi ni kuimba. Shetani funga bila, wende shetani. Yaani hapa tunawatia moyo wa umaji. Vidumu vile vya maji vya lita 5 tumebana. Hatukuwa na dramu hizi. Nye na dramu zipo na kusifu hamtaki. Sasa kesho yake asubuhi tumefanya hayo maombi. Kesho yake asubuhi baba ameenda ibada, amerudi. Aliporudi baba walikuja wazee wawili. Wamekuja kuomba msamaha baba. Anamwambia nini? Kwa nini? Anasema tunaomba tusamehe, unajua tulipita hapa usiku. Kumbe wewe ulali. Sipita usiku sana, mbona mimi sikuwaona? Asema waga unatuelewa. Baba hakuwaelewa baba. Ikatakuwa waende kwa barozi. Barozi alikuwa mtu mzima. Barozi akaja kwa baba. Ambia baba, wasamehe wenzako. Anasema mbona sielewi hawa wanasema nini? Anasema uwe muelewa. Hawa walikuja usiku, wamenieleza mimi, walizima kibatari. Wewe jana kibatari. Sasa aha, ndio hawa waliangusha kibatari jana. Sasa ilikuwaje? Anasema walitumwa na mzee mwenzao. Huyo mzee wanayemtaja ni mzee wa kanisa. Kanisani ni mtaalamu, kule ni mwenyekiti. Kuna watu wana vyeo na wametulia. Okay, basi wakazungumza yale mambo yakaisha. Lakini kumbe ile toba ndio ilikuwa inawapa wao nafuu ya kuishi. Baba angekaza walikuwa wanakufa. Kwa kuomba msamaha kulikuwa kunafungua mlango wa kuendelea kuishi. Baba angegomea pale walikuwa wanakufa. Kwa walipoomba msamaha walileta kuku kwa baba, samahani, kupitia kwa mwenyekiti wa kitongoji. Mwenyekiti wa kitongoji akapewa 2,000 kijijini. Hiyo ni faini kuku. Akalipa 2,000. Kitongoji akapewa, baba akapewa kuku. Yule kuku alipochinjwa katengenezwa mchuzi pale, tukazunguka tena kwa maombi. Maana tunajua imetoka mikononi mwa watu wabaya. Tukafanya maombi, tuliishi hicho kijiji kwa amani, hatukupata tena matatizo. Kwa nini? Kwa sababu tumepambana katika ulimwengu. Ndio maana ukiona tunaomba hivi, kuna mahali tunajua wakifanya hatuamki. Tunawajua wale wa kwetu. Wewe kama wa kwenu hamna tatizo, endelea kuwa mvivu. Lakini sisi wa kule kwetu tunawajua. Amen. Tunawajua. Kwa kazana kuomba kwa sababu unaijua aina ya vita uko nayo. Amen. Amen. Okay. Huyu Paulo anapomwandikia Timotheo anamuonya mambo kadhaa. Angalia mstari wa 5. Mstari wa 5 anasema basi yeye aliye mjane kweli ameachwa peke yake, huyo amemwekea Mungu tumaini lake. Unasikia maneno? Aliye mjane kweli ameweka tumaini lake kwa Mungu. Naye hudumu katika maombi na sala mchana. Yaani ndio kazi ya mjane inayokuwa imebaki, kudumu katika maombi mchana. Maana ndiko alikoweka tumaini. Ukisoma mahali pengine, labda tutakuja kuzungumza kwenye semina ya vijana, anasema hivi kwenye maandiko,
Kijana wa kiume akiwa hajaoa hutafuta sana kumpendeza Mungu. Akisha kuoa, mke wake ulete pipi, ulete biskuti, ugaramie na hiki na kile, kwa kuna namna inatakiwa upambane ili umfurahishe. Na anasema hivyo. Na binti naye akiwa hajaolewa hutafuta sana kumpendeza Mungu. Ila akiwa ameolewa anatafuta kumpendeza mwenzake. Anakaa jikoni masaa 5, anaanza kupika saa 10. Umewahi kukutana na mke anachambua mboga saa 3? Wa mama mtusaidie. Kuna watu tunaishi nao huko wanachambua mboga saa 3. Utaona wadudu kweli, kile kinachofanyaga hivi saa 3 usiku utakiona. Unajua kuchambua mboga maharage, unaikumuta. Ndio unachambua saa 3 usiku utaiona. Sio unaishika tu kama kule kijijini kwetu kwa mama anafanya. Mlipotulia hapa ni kama sio nyie. Kila mtu kuna mahali ametoka. Naweza kusema tusifikiri yale yalikuwa mabaya, tuwasaidie hawa walioko nyuma yetu hao. Tulienda kule msibani kule kwetu, wengine nafikiri mlikuja mliona kule. Kule Mbalizi waliokuwa wanapika jikoni ni wadada wadogo wadogo, wamama wamesimamia pale. Funga kitenge. Watakuja wamefunga kitenge ama nyanyua kitenge juu. Funga hapa. Wananyuta wamama wale wanashika wananyuta kikasi. Wanafunga kitenge kimzamza, kazi sugua sufuria. Wamesimama pale wamama. Niliwapenda wale wamama. Wadada wa mjini wanaacha kupika msibani wanapiadhira. Wanajipiga selfie. Yaani serikali ingetupa mamlaka kupiga fimbo hawa. Kwa sababu kuna urithi mbaya tunaacha. Amen. Wenzangu wanakumbuka hapa mlifika kule kijijini kwetu. Ulikuta wanaume wameshika sufuria. Wamama wako huko, vijana wa kiume ndio wanasonga ugali pale. Wasonga ugali. Kuna watu wametulia hapa mjini na kusonga ugali hawajui. Takusema maandalizi. Huyu anasema basi yeye aliye mjane kweli kweli ameachwa peke yake, huyo amwekea Mungu nadhiri tumaini lake, naye hudumu katika maombi na sala mchana na maana yake mjane alichonacho cha pekee ni ibada na kwenda kuomba ushauri. Samahani, tulikuwa tunaomba ushauri hapa, tumekwama, awape uzoefu. Vijana sasa hivi wanafanya, utamshauri nani? Wewe bibi umepitwa na wakati. Wewe hajapitwa na wakati huyu. Ndoa ni ile ile. Peleka kaombe ushauri, atakushinda na wewe ni bibi wa kesho. Amen. Amen. Wewe unaelewa wakati ule mtoto akichelewa kuongea wanaweka nani? Wanakamata kakuku. Wanaweka mdomoni kakuku analia. Kesho anaongea. Sasa usiende kujaribu yale mambo, ni imani. Wanaweza kufikiri unaponya roho za watu, kumbe unawafundisha uganga. Anaendelea mstari wa 6, bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Ni mjane lakini hajizuii nafsi yake. Amesema huyu amekufa ingawa yu hai. Maana yake mtu anayeishi ni mjane lakini sio mjane. Mjane mchana tu, usiku ana ndoa. Maana mume wake ni dereva wa lori, anapitaga hapa usiku. Kwa usiku ni mke wa mtu, mchana mjane. Amesema huyu akiishi hivyo amekufa. Amekufa. Anazungumza nidhamu katika ujane, kuwa mtu wa ibada. Amen. Amen. Anasema mambo hayo pia uyaagize ili wasiwe na lawama. Wasiwe na lawama. Lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yani wale wa nyumbani mwake, hasa amekana imani, tena ni mbaya kuliko asiye. Yani hata ukifanya Mkristo hapa lakini watunzi wa nyumbani wako, wewe ni mbaya kuliko
kuliko asiyeamini. Yaani wewe ni mpagani mara 2 kuliko mpagani. Kwa nini? Kwa sababu huwatunzi wa nyumbani mwako. Niwaambia kuna tofauti ya mwanaume na baba. Mwanaume anaweza kaagiza kitimoto kilo na ndizi 5 na Pepsi akazibonga huko Soweto, na akarudi nyumbani amefuta mdomo, na mke wake anamkaribisha ugali na figiri, anamwambia kwa kweli tumbo langu aliko vizuri. Mke anasema pole mume wangu, ngoja nikupashie maji ya moto. Sasa pasha kidogo, labda weka na asali nitakunywa kidogo. Anashushia. Kanisani mbele na Biblia mkubwa ameshasema huko, jamani huyo hatunzake wa nyumbani mwake ni mbaya tu kuliko siamini na Biblia wake ni mbaya tu. Msimuone hivi, ni mpagani. Paulo amekataa, asiyewatunza walio wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko asiye. Amesema tena ameikana imani. Kwa kuwatunza wa nyumbani mwako ni wajibu. Hasa amekaza kwa wajane. Moyo wa mtu ulioshambuliwa na shida mbalimbali hupoteza thamani na matumaini ya maisha na kuona ni heri kufa kuliko kuishi. Moyo wa mtu ulioshambuliwa na shida mbalimbali hupoteza thamani. Kwa inafika mahali anaona heri kufa kuliko kuishi. Watu wengi sana waliojinyonga ni wale ambao hawaoni thamani tena ya kuishi. Anaona heri kufa. Hupoteza thamani. Wapendwa wa Kristo wenzangu, ujio wa Yesu ndani ya hekalu ulirudisha tabasamu la Hana. Alipokuja tu Yesu hekaluni, Hana alitabasamu. Yule waliyekuwa anamuona yuko serious na maombi, siku alitabasamu. Anaambia jamani, huyu ndiye nilikuwa ninaomba Mungu amlete. Hapo unamsikiliza mzee Simon kule mbele. Simon anasema sasa Bwana, kwa mruhusu mtumishi wako aende kwa amani, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wa watu wako. Mzee Simon alikuwa ndiye kuhani mkuu. Halafu huyu Yesu Kristo anakuja kusema mimi ndiye kuhani mkuu. Alipata wapi? Mzee Simon alimpa. Ndio maana kuendelea kujiita tuna makuhani wakuu mpaka leo ni kumkosea Yesu heshima. Yesu ndiye kuhani mkuu. Amen. Wengine wote sio wakuu, wengine wote ni makuhani, hilo sio wakuu. Kuhani mkuu ni Yesu Kristo. Anasema yeye atakapodhihirishwa, Yesu ndiye kuhani mkuu. Upendo wa sharika, omba Mungu ndani ya familia yako au ukoo na taifa, ujio wa Yesu urudishe tabasamu la familia na taifa katika nyakati tunazoishi kwa hofu na mashaka. Tuombe Mungu arudishe tabasamu. Tunasikia kulikuwa na fununu za maandamano tarehe 25 siku ya Christmas, si ndio? Sasa yakiwepo tutakuwa na furaha. Wewe hujaona siku ya uhuru tulikuwa huru? Yaani siku ya uhuru tulikuwa huru. Unakula huko matonge yanaungurumu. Hofu. Sasa Christmas ya kuzaliwa kwa Yesu nayo uwe ndani, kuna furaha. Tumuombe Mungu arudishe tabasamu ya taifa hili, arudishe furaha ya taifa hili. Tuwaombee viongozi wa taifa hili wawe na maneno yanayorudisha tabasamu kwa watu badala ya kutuumiza tena. Unajua ukifiwa neno kubwa ni pole. Usiniambie ndio maana ulifiwa. Hilo linaumiza. Amen. Linaumiza. Na tuwaombe. Wakati mwingine na shetani anapita kwenye midomo yao kutupandia hasira. Tuwaombe maneno yao yarudishe tabasamu kwa taifa letu, yarudishe tabasamu kwa kanisa, yarudishe tabasamu kwenye nchi. Kwa sababu Yesu alipoingia hekaluni alirudisha tabasamu kwa Hana. Yesu atakapozaliwa arudishe tabasamu kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wapendwa, Yesu akizaliwa ndani ya mioyo yetu ni faida kubwa kuliko utuoneshe mapishi, kuliko tuoneshe mapishi na mavazi ya nguo. Yaani wewe vaa vibaya tu,
vaa kawaida ulivyovaa kila siku. Lakini Yesu amezaliwa ndani yako. Yesu yumo ndani yako. Hujala pilau ila una furaha moyoni. Hujala kuku ila una furaha moyoni. Hujafanya walichofanya lakini una furaha moyoni. Hujaenda kuogelea Matema lakini una furaha moyoni. Hujaenda Paradise lakini una furaha moyoni. Umekula ugali maharage una furaha. Kuna watu wameenda kula Matema na wanarudi wanalia. Sikujua kabisa. Yaani mama hawezi kuamini. Mume wangu tulipoenda Matema alikuwa na mchuko wake huko. Alienda kufurahi, amerudi. Tuliokula ugali maharage tunatabasamu. Mungu akakupe tabasamu. Kukuta uchio majilio ya Yesu Kristo. Mungu akupe tabasamu, akupe furaha iliyopotea kwa muda mrefu. Mwambie Bwana, kwenye Christmas hii nisiendelee kulia kama nyakati zilizopita. Ikawa ni mwanzo wa baraka kwenye maisha yangu. Maana unakuja kuwasaidia waliokata tamaa. Hana alikuwa amekata tamaa, amepoteza matumaini. Lakini Yesu alipokuja, unamsikia Hana anaongea. Hakuna mtu alimtambua Hana. Tunakuja kumtambua Hana hapa. Soma Biblia yako, rudia na kurudia. Hana humuoni, utamuona hapa. Kilichomtambulisha hapa ni maombi, na kila alichokuwa naomba kimejibiwa. Mungu akajibu maombi yako. Hata kama kweli walikudharau, unajifanya mlokole, kisikukatishe tamaa, endelea kuomba. Hata kama walikudharau, anajifanya siku hizi ni mtu wa ibada, endelea kuomba. Watakapoanza kuona matokeo ya maombi yako, kweli Mungu yupo. Wewe unajua leo, sisi tulijua kitambo yupo. Ile kwamba amechelewa kujibu haina maana hayupo. Akijibu leo yupo, asipojibu yupo. Akijibu kesho yupo, akijibu tukifa yupo. Yeye anaitwa Niko ambaye Niko. Usikate tamaa kwa sababu hujapata ulichoomba. Kuna muda, tumefungwa kwenye muda. Bwana Yesu asifiwe. Mwimbaji mmoja amesema, moyoni amesema amempata nyumbani, amempata dukani, kazini, wapi? Akishakaa moyoni, kazi inaenda. Wanaenda kwa mganga, wanakuroga na urogeki. Nilikuwa naangalia picha fulani kutoka Nigeria. Babu mmoja anataka kumloga mama mmoja muombaji wa kanisani. Anataka kumloga, maana kile kijiji wachawi hawafanyi kazi kwa sababu ya yule mama. Na kanisani hivi anashindwa kusurvive kwa sababu ya muombaji fulani anataka kumloga, alogeki mtu. Amen. Yule mzee alienda mahali ambapo ni njia, akachomeka fimbo pale, akapiga radi ya moto, halafu akaenda akajificha. Yule mama ndo anatoka kanisani anarudi, ameshika Biblia yake anarudi, anategemea yule mama akifika tu pale ataanguka, atakufa. Hivi unaelewa kwa nini watu wengi kwenye mila wanasema mtu akianguka usimkimbize ustari? Unaelewa ni kwa nini? Ile ni mitego ya kiroho. Yule mama alipofika pale kwenye ule mduara wa moto wa kichawi, ule moto ulipasuka mara mbili. Nusu ya mduara ukaenda huku, nusu ya mduara ukaenda huku. Yule mama akapita, ule mduara ukarudi pale. Yule mzee haamini. Kwa nini mbona mtaalamu sana wa kutega hapo huyu? Akajaribia kwa Mungu akanasa, akafa yeye. Biblia inasema mitego waliotega watanasa wao wenyewe. Si waliotukia, wanatukia wao wenyewe. Kwa sababu wao unalindwa. Kwa hiyo kuna wakati natamani Mungu atuoneshe video namna wachawi wanaopata shida kwa ajili yetu. Yaani walijipanga tufie pale, hapo tunapita hapo, na tukifika hapo walipopanga tufie tunaagiza na Pepsi. Tunanywea hapo. Tunaagiza na chips na kitimoto tunakula hapo. Waliomba tufie kwenye chakula, tunakula na hakitupali. Kwa nini? Kwa sababu tunalindwa na nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kushauri tu, fungua moyo wako ili Yesu aweze kuingia. Isaya 52, naomba nisome afu tuweze kuomba. Isaya 52. Angalia ule mstari wa 9. Isaya 52 mstari wa 9 anasema hivi. Isaya 52 mstari wa 9 anasema,
Pigeni kelele za furaha, imbeni pamoja, enyi mahali pa Yerusalemu palipokuwa ukiwa, kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake, ameukomboa Yerusalemu. Unasikia neno? Bwana amewafariji watu wake. Kama hawataki kukufariji, Bwana atakufariji. Kama hawataki kukutia moyo, Bwana atakutia moyo. Hawa wote waliokusanyika wamekukasirikia, hamna neno. Yuko mfariji, anaitwa mfariji wa wafariji, Mungu mwenye haki. Kwa katikati ya wabaya wanashangaa wewe umefurahi. Sasa sio analinga na nini, sina kitu kwa namna ya mwili, rohoni. Hujamuona mnisha naimba sasa, Yesu ni mambo yote ndani yayo. Ukimpata Yesu umepata vyote. Acha kusumbukia ya ulimwengu. Tafuta Bwana Yesu upate yote. Nyimbo fulani simple hivi, lakini ujumbe sisi ruka. Tuna kazi ya kufanya. Kwenye maandalizi tuna kazi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya kufanya. Anapozungumza Isaya anasema kwa maana Bwana amewafariji watu wake. Kuzaliwa kwa Yesu kukawe faraja kwenye familia. Amen. Kukawe faraja kwenye biashara. Vilivyokuwa viusike vikausike. Waliposema utafanikiwa ukafanikiwa hapo. Na Mungu awalinde wale wabaya wasipe kabla hujafanikiwa. Hakikisha umepata kwanza ndipo waondoe. Hata kama anataka kuwapiga kwa sababu wanakuonea, mwambie Mungu ngoja kwanza, usiwapige kwanza mpaka waone ile Prado nzuri inayoendesha, mpaka waone ile nyumba nzuri inayomiliki, mpaka waone ile duka nzuri inayomiliki, mpaka waone. Mungu sio miongoni, usisababishe wakafa hawajaona, mtakosa ushuhuda. Hawa wanatakiwa kufa kwa pressure, kwa kuona mema. Amen. Unajua kuna watu wanakufa kwa pressure kwa kuona mabaya, kwamba kwa kweli jambo hili limetumiza. Muombe Mungu asife hapo, wafe wakiona mema yako, ili wewe utoe chombo cha usafiri msibani. Mimi nitabeba watumishi. Wanaelewa yule kwa nini alisema ombea adui yako siku nyingi ili unapobariki ajione. Alipita mahali wabaya wakamzomea, akasema na waombea Mungu awalinde muwe hai ili mnapobarikiwa muone. Si niliwaambia sisi walisema kule hamna kuolewa. Wameolewa dada zangu mbele ya wabaya, na wao tumewaalika kwenye pilau. Tena pilau sufuria sahani ya mbaya unaweka nyama 3 na maji. Unampa maji na Pepsi. Huko kote ulisema kinywaji ni kimoja, unataka maji au soda? Mbaya wako mpe ili akashuhudie vizuri huko mbele anakoenda, kwamba kwa kweli Mungu yupo. Unawambia yupo. Ninawaambia hapa kila siku, kama mimi shetani aliniaibisha hadharani, Mungu ameshanitengenezea heshima hadharani. Mnataka kwenye kuheshimika nijifiche. Yaani kaanza kuvaa suti niwe natembea usiku. Ila nikivaa bilaka niwe natembea hamna. Navaa suti natembea mchana niwe inawaka. Mpaka mseme mtumishi suti itakuwa. Jua kali hili nawaambia tulia. Hujafa kabla hujaumbika. Nazungumza habari. Kama shetani alikuaibisha mtaani, Mungu akakubarikia mtaani. Mungu akakubarikia kwenye familia. Baka wabaya wachwe. Nakwambia mimi nikivaa suti namshukuru Mungu. Wakuvaa suti nilikuwa mimi. Unamkanda kabisa, unachomekea. Jamani, tusisahau nye watu. Acha hawa wamsahau Mungu wako, lakini wewe usiwaunge mkono hawa. Kwamba kuna alihimiza kutembea na pini kubwa.
na nani hapa. Maisha yanaendelea. Nimempata asiyebadilika. Hauna wasiwasi. Sisi tulikuwa tunafunga suruali ile kubwa inakuwa na kinania. Inakuwa na kibunda. Unakuwa naye. Mwambie Mungu, ninakushukuru kwa sababu neema yako bado ipo. Neema ya Mungu bado ipo. Hata kama umepita kwenye mabaya, neema ya Mungu bado ipo. Hata kama umelia, neema ya Mungu bado ipo. Moja kati ya vitu ambavyo Mungu ameahidi havitaondoka kamwe. Anasema wema na fadhili zangu hazitaondolewa kwako. Amen. Gari inaweza kuondoka, wema na fadhili za Bwana hazitaondoka. Mume anaweza kuondoka, wema na fadhili za Bwana hazitaondoka. Kazi wanaweza kukufukuza, wema na fadhili za Bwana hazitaondoka. Shamba wanaweza kunyang'anya, lakini wema na fadhili za Bwana hazitaondoka. Nyanyua mikono yako kwa Bwana. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mtu anatamani kuishi kwenye dimbwi la mateso, ila adui ametusukuma kuishi kwenye mateso. Tunaungana na Hana. Kristo ulipokuja kwenye hekalu, ulirudisha matumaini kwa Hana, ulirudisha furaha. Hatujui ni wangapi hapa wamekuja kanisani lakini mioyo yao haina furaha, mioyo yao haina amani. Imeinama kiwango ambacho wamekata tamaa na kuna mtu wa kuwasaidia. Ni Mungu peke yako umebaki kwa ajili ya yule mama. Ni Mungu peke yako umebaki kwa ajili ya yule baba. Ni Mungu peke yako umebaki kwa ajili ya yule kijana. Nami ninapisha kwa mamlaka ya jina la Yesu, aibu yao ikageuzwe ikawa heshima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amejulikana kwa kudharauliwa, akajulikane kwa kuheshimiwa. Amejulikana kwa kutukanwa, akajulikana kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hata kama yule mama amelia kwa muda mrefu kwa ajili ya watoto wake wa kike, kwa ajili ya watoto wake wa kiume, kwa sababu adui amevunja daraja la kuvuka, lakini ninaweka msalaba kwenye huo mto. Watoto wake wakavuke, mume wake akavuke, biashara yake ikavuke, kazi yao ikavuke, wakayaone mema katika nchi ya walio hai katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Madhabahu yako inanena, ikanene kwa ajili yao. Hatutegemei sauti ya mchungaji, hatutegemei sauti ya nabii, hatutegemei sauti ya mtume, tunategemea sauti ya Roho Mtakatifu. Maana wachungaji wanaondoka, mitume wanaondoka, lakini Roho Mtakatifu hataondoka. Wakienda kazini waende pamoja naye, wakienda nyumbani waende pamoja nao. Wamekuja kwenye hii madhabahu, wanaporudi warudi na upako, na nyumba zao zikajawe upako, na nyumba zao zikajawe nguvu, na nyumba zao zikajawe uponyaji. Kama kuna magonjwa kule ndani, kwa neno la Bwana yakafukuzwe kabisa, yasipate makao kwenye nyumba zao, yasipate makao kwenye miji yao, yasipate makao kwa watoto wao. Tukiwa hii madhabahu tunawakumbuka wanaugua na wanauguza, wengine wako mbali na wengine wako karibu. Mungu, tunalituma neno lako. Hatutawataja kwa majina yao, lakini Mungu unayejua shida zao. Yuko mama hapa anataja jina, yule baba anataja jina, yule kijana anataja jina. Nikusihi Mungu kakumbuke maombi ya watu hawa, zikawe ni dhabihu zilizo hai. Waliopata shida ya mifupa, ganga mifupa na mishipa. Waliopata shida ya moyo, ponya huo moyo. Waliopata shida kwenye mzunguko wa damu na wa maji, waliopata shida kwenye ini, kwenye kongosho, kwenye insulin, kwenye mzunguko wa damu na wa maji, ninalituma neno kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Waliokatishwa tamaa na wagonjwa wao, Mungu ukahuishe matumaini. Jana wa leo ukahuishe matumaini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ulimwambia Hana asilie tena, maana liko tumaini kwa mtu uliokatwa kwamba utachipuka tena. Nami ninatangaza hapa kwa kila moja, umesema kwa neno lako, hata kwa harufu ya maji mti utachipuka. Nami naomba huyu mama kachipuke, huyu baba kachipuke. Haijalishi ukubwa wa mtaji alionao, hata kama ni mdogo wameudharau, lakini hiyo ni mbegu tunaitambulisha kwenye hii madhabahu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uvimbe wa ndani, uvimbe wa nje, uvimbe unaotembea tunaufunga kwenye ulimwengu roho, kwenye hiyo tumbo, kwenye kizazi, kwenye mzunguko wa damu na wa maji. Uvimbe unaotembea, presa inayotembea, inayohama mtoto kwenda mtoto, kansa inayotembea kutoka mtoto kwenda mtoto, tunaifunga kwenye ulimwengu roho. Haitatembea tena, haitahama tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Urithi wa magonjwa usitembee, maana msalaba umeleta
uponyaji, maana kuzaliwa kwa Yesu kunaleta matumaini. Ile furaha iliyokuja nyumbani kwa Ana ikaja na nyumbani kwa yule mama, ikaja na nyumbani kwa yule baba, ikaja kwa nyumbani kwa ile familia, maana wewe ni lango la baraka kwa jina la Yesu Kristo. Haya, asante kwa neema unatupa kukutana hii madhabahu mchana wa leo. Tufungulie neema tunakokwenda. Kila mmoja akawe na wimbo mpya nyumbani kwake, akawe na wimbo mpya na watoto wake, akawe na wimbo mpya kwenye biashara. Madhabahu yako haitatema laana, itaendelea kutema baraka, kwa sababu wewe ni lango la baraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu uliye hai, tunakushukuru kwa kuwa unasikia, ukaidhihirisha nguvu yako kwa ajili ya watu hawa, na kila mmoja aliyekanyaga hii madhabahu apewe kwa kadri ya haja ya moyo wake. Asiendelee kulia, kafute machozi, kampe tumaini lililo jema kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utukufu na heshima ni vya kwako. Kwa Kristo Yesu tumeomba na kukushukuru. Amen. Mungu akubariki, akulinde. Naomba uketi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunashukuru baba mchungaji kwa ajili ya mafundisho ya neno la Mungu yanayotuandaa kwa ajili ya kujiandaa kusherehekea sikukuu ya Christmas. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla hatujatoa sadaka, kuna familia ina shukrani ya pekee. Nikuombe baba mchungaji upokee hawa wanaotoa shukrani ya pekee. Mnaosimama mbele za Mungu kumshukuru kwa yale aliyowatendea, hata kama ni magumu, lakini wema wa Mungu hautaondolewa nyumbani mwenu. Zaburi ya 62 mstari wa 1 na wa 2 anasema, nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya, wokovu wangu utoka kwake. Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, ngome yangu, sitatikisika sana. Nichotaka muweze kuona ni huu mstari wa 2, sitatikisika sana. Yale mlioyapitia yasiwatikise imani zenu, yasitikise moyo wa ibada. Yale yanapita, lakini Mungu anabaki kuwa Mungu. Endeleeni kumwamini na kumtumainia. Nafsi yenu imngojee Mungu peke yake kwa kimya. Acha watu waseme, lakini nafsi yenu ingoje jibu la Bwana. Na mpige magoti tuweze kuomba. Mungu uliye hai, Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa neema kwamba umewajalia watoto wako kuinuka siku ya leo, kusimama mbele ya madhabahu hii kukushukuru kwa ajili ya nyakati ngumu zenye huzuni na utungu walizopitia. Udhihirike Mungu wetu mwema kwa ajili yao.
ninakusihi uwabariki, uwalinde, uwatunze, maisha yao yakawe na thamani. Wakishindwa kuomba kwa kinywa, ninaomba kwamba wanakuhitaji wewe na nguvu zako. Nafsi zao zinapokata tamaa, jidhihirishe kwa njia ya Roho Mtakatifu kwamba hautawaacha yatima. Uibariki na uitakabari sadaka yao wanayoiachilia kama alama ya kukushukuru wewe. Kwa Kristo Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Mwinulieni Bwana mioyo yenu, mpokee baraka. Bwana awabarikie, walinde. Bwana awaangazie nuru za uso wake, awafadhili. Bwana awainulie uso wake, awape amani. Katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Inukeni mkamtolee Mungu wenu sadaka kwa moyo wa kupenda, na Mungu awabariki. Amen. Basi sasa tunapoenda kutoa sadaka yetu, shukrani na jengo, tuombe kwaya matunda ya toba mweze kuimba. Sadaka ya sikukuu, tuombe. Upande huu atasimama mzee wa kanisa na chombo cha Yerusalemu, na upande huu chombo cha station. Kwa hiyo wale wa ng'ambo ya barabara watatoa upande huu, na wa ng'ambo hii ya barabara watatoa upande huu. Sadaka ya sikukuu ya Christmas. Bwana
Nitawaonyesha mambo makubwa na magumu wanangu msiyoyajua. Maana ulisema katika Yeremia, Baba niiteni wanangu nami nitawaitikia. Nitawaonyesha mambo makubwa na magumu wanangu msiyoyajua. Kama ulivyokana Danieli Baba kwenye tundu la simba, wanakaa nami.
Mungu wangu, usipokaa nami sitaweza kuondoka mahali hapa, maana kwako Bwana kuna salama, maana kwako Bwana kuna salama, salama. Basi wanapotoa matunda ya toba, washatoa. Salamu Yesu Bwanangu, wewe uzima wangu, Mungu mwenye neema umemtoa mwanao pekee Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu, ili tupate kuhesabiwa haki na kuwa washiriki wa Roho Mtakatifu. Twakuomba uyapokee matoleo haya tukuletea sasa, na miili na roho zetu viwe dhabihu iliyo hai ya kukupendeza na takatifu machoni pako, kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Nimrudishie Bwana nini? Ukarimu wake wote alionitendea. Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Ee Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako, umenifungua vifungo vyangu. Nitakutolea dhabihu ya kushukuru na kulitangaza jina la Bwana. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Twakuomba uongoze kanisa lako takatifu ili lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake. Ulimwenguni mwote imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu, uipe neema, ituongoze katika mema yote, nchi iwe na amani, nasi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu, tusipatwe na mabaya. Tunawaombea wote wenye shida mbalimbali, ugonjwa na taabu. Utujalie tufurahie utukufu wa ufalme wako mbinguni, pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Tujalie hayo Baba, kwa ajili yake Yesu Kristo, mpatanishi na mwombezi wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosea, usitie majaribuni, lakini utuponye muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Bwana akae nanyi.
Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu mkajifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Mwinulie Bwana mioyo yenu mpokee baraka. Bwana Mungu akubarikie akulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake akufadhili. Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunawashukuru sana kwa uvumilivu wenu kwa ajili ya ibada hii ya siku ya leo. Na leo kumekuwa na upungufu kidogo kwa sababu wengi wameanza safari. Wale wa Arusha kama kawaida wameenda kujiandikisha. Wengine tupo na watu wa Makete wameanza sikizi na Wakinga nao wanaenda kujiandikisha. Sisi Wabena tupo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wengi wameanza safari kurudi kusherehekea sikukuu makwao, lakini wewe ulipata neema kuwa hapa na umetembelewa na mgeni wako, usikose kumwalika kufika ibada. Lakini kipekee tuendelee kuwaombea wenzetu ambao wanaumwa na kuuguza, ambao wako mbali. Tukipekee familia ya Mgona, baba yupo lakini mama bado yuko kule anauguza, tunawapa pole na tuache kuwaombea. Na wengine wote ambao neema ya Mungu imewaleta baada ya madhaifu lakini sasa mmesimama, tunaombea afya njema. Kwenye vyombo tulivyoviweka hapa, wababa walipata 106,000. Akina mama walikuwa na 50,000. Wamefanya yani tu lengo watuzidi. Wana 164,000. Kwa kweli wanapambana. Na duvet limeenda kwa shilingi 50,000. Kwa jumla tuna 320,000. Na mwenzetu ambaye alitupa hicho chombo anatupongeza sana. Anasema mnanitia moyo. Mnaonesha kweli mnania. Na hii inanipa nafasi nyingine kwamba hata mkitaka kingine nitawapa. Ambia usiwe na wasiwasi na sisi. Sisi tumeaminiwa mbinguni, wewe usituamini. Unajua haya maneno yanatoka kwa mtu ambaye ana watu wenye nguvu wanaomtia moyo. Kwa hiyo nina hakika kabisa tunaenda vizuri, na ikimpendeza Mungu tunaweza kumaliza deni mapema. Sasa tukijipanga na wenzangu kuambia tunaweza punguza kiasi gani. Lakini Jumapili kwenye vyombo tulishapunguza 1,000,000. Jumapili juzi tumelipa 1,000,000. Kwa hiyo deni
linashuka, na kule kwenye viti na nini tumelipa 500,000. Kwa milioni 1,500,000 tumelipa wiki iliyopita. Kwa hiyo leo hii na nyingine inaongezeka hapo, tutalipa ili kuhakikisha mambo yanakuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka vyombo hivi tunavilipa wenyewe na ni mali yetu sisi wenyewe. Kuna vitu ambavyo mtu alikuwa analeta Biblia ameleta huyu, mwingine ameleta ile, mwingine ameleta hii, mimi nitatengeneza meza hii, mimi nitatengeneza kile, mimi nitatengeneza hiki. Lakini sasa tumefika mahali ambapo inakuwa ngumu kufanya mtu mmoja kwa milioni 5. Tunaungana, mwenye 50,000, mwenye 10,000. Usidharau 1,000. Inatusogeza mahali. Hapa kuna 4,000. Maana yake angekuwa mtu ana 1,000 inafika 5,000. Si tumesogea? Kwa hiyo zile hela ndogo ndogo zile usizidharau. Kuna mahali zinatusukuma tunaenda. Ukiwa nyumbani ukisikia kulipa kwa simu, wewe lipa tu kwa simu. Kuna mahali itatusogeza. Amina watu wa Mungu. Mbarikiwe sana. Wale wa ubatizo. Ni tarehe ngapi jamani? 26. Ni lini? Itakuwa Ijumaa. Kwa hiyo tunakimbizana na muda. Ulete fomu mapema, jaza mapema, wadhamini watafute mapema ili Ijumaa sisi vyeti viwe tayari. Mtu akibatizwa hapa anapata cheti chake, anaenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jisikie huru kabisa. Lakini pia kwa ajili ya kipaimara. Kuna mtu ameongeza 1,000. Mama asante sana. Ubarikiwe. Asante sana. Mungu akubariki sana. Ni ile nimesema kwa na 1,000 usisite. Mama amesukuma 1,000. Asante sana. Kwa hiyo kama ilikuwa milioni 1,900,000 inakuwa shindano. Buku mkubwa. Inapunguza deni. Kwa hiyo kama ulikuwa unasoma milioni pale, ukitoa 1,000 inaonekana unapiga tu. Lakini pia tunatarajia kuwa na darasa la mafundisho. Kipaimara ni neno zuri sana linalofanya mtu adake maarifa ya neno la Mungu. Tutaanza mwakani, mwezi wa 2, Mungu akitupa neema ya uzima. Mapema, nunua mahitaji mapema ili darasa likianza tusifukuzane darasani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Basi tunapotoka, karibu kwa ya Injili. Katika njia ya Injili iendayo kwetu